Sitasimama maovu yakifanyika. Karibu sana. Acha niwaibishe kama hawajui. Niko njaa hata siwezi karanga. Oe hae shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama. Sitasimama maovu yakitawala. Sitasimama maovu yakitawala. Asanteni. Jubilee oye! Wananchi oye! Azimio! Azimio! Tusisahau ya kwamba that Jubilee is one house, Azimio is the larger house. Na ndio nikaja leo na kofia ya NARC Kenya. Ndivyo mkumbuke NARC Kenya is a member of Azimio Coalition. Mheshimiwa Rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kiongozi wa Azimio na mtu ambaye tuna imani ndiye alichaguliwa rais wa 5. My brother Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Mwangi wa Iria, Mheshimiwa Wajakoya na Mheshimiwa Kioni na viongozi wote. Tuko hapa leo kwa ukoo wetu. We are here because Jubilee is a part of Azimio, an integral part of Azimio. Tumekuja kusimama nanyi, mumekuwa mkiingiliwa, mkitishwa na hata mkutano wa leo mkanyimwa Bomas of Kenya. Na mlikuwa mkipelekea Bomas of Kenya pesa, money that they need because they are not doing well financially. The loss today is not to Jubilee or Azimio. The loss is to the Bomas of Kenya, which was prevented from being professional, behaving professionally, and hosting this NDC. It has been said, and I want to re-emphasize, ukiguza Jubilee, umeguza Azimio la Umoja. You touch any one of us, you touch all of us. Na hizo bipartisan talks ni kama kuongea na neighbor wako mukishindana sababu ya mpaka, boundary issues. Na huyo neighbor aanze kupiga bomb kwa msingi wa nyumba yako. Touching Jubilee is bombing the foundation of a house called Azimio la Umoja. We shall not let anyone play around with constituent parties of Azimio. Na nataka ijulikane ulimwengu wote. Sio wazi ndani ya Jubilee wanataka kubomoa Jubilee. Ni William Ruto anataka Jubilee. Nini ukae ukijaribu kubomoa nyumba za wengine? Kama umetongoza members and they want to come to your party, warudishe kwa kiwanja wachaguliwe wakiwa kwako. Hata mzee wetu aliaga, mzee Moi, alikuwa na heshima kwa sheria, akitongoza Kenya. That is the great shame of this nation. Hatutaki usaidizi wako William Ruto. All we need is respect for the rule of law. Respect for the political parties alone. Wewe jenga nyumba yako.
na ukitongoza hata watu 100, we are ready for by-elections, na mimi nakuahidi tutakubwaga wewe. Na tunakuambia what he is trying to do, because it is good people know, anajaribu kupata super majority ndivyo aweze kupindua katiba bila wananchi kujua. This is a great assault on democracy. Tunajua wewe hujapambania democracy. Some of us have fought for democracy throughout our lives in this country. Wewe ulipinga hata hii katiba. But you are bound by this very constitution. You must respect it. You are not above the law. If you don't, as Kenyans, we will force you. Pia nieleze sababu we will force him because wananchi ndio wako na ushukani wa juu. Sovereignty belongs to the people of Kenya. Wakenya ndio wanapatia koti ushukani. Wakenya ndio wanapatia offices zote za executive ushukani. Hata wabunge wanapatiwa ushukani na Wakenya. Na ushukani wa Mkenya hauondolewi. Unaweza bypass hao wote umbepatia ushukani. We can exercise our sovereignty directly. Nataka kusema juu ya bipartisan. Ni kweli tulikubali kuketi kuongea. Lakini maongeo gani kama utaendelea kuingilia nyumba ya Azimio? Watch out. You continue to assault the house of Azimio by assaulting its constituent parties. There will be no talks. That will be the result. If you really want to sit down, show respect to Azimio and its constituent parties. And take that as a serious warning shot. Kenyans are tired. Na mambo ya ushuru, wewe Zakayo, utashuka. Utashuka, na usiposhuka Wakenya watakushukisha. Watu wengi wanalala njaa, hawawezi pata chakula ya kutosha. Watoto hawaendi shule. Vijana wengi hawana ajira. Na ile tu unafanya, unataka kuweka ushuru hata kwa hewa ile tumepewa bure na Mungu. Ukisikia kinara wangu akisema punda amechoka, utakuja kuelewa hiyo ni kusemaje ukiendelea vile unaendelea. Mimi nikimalizia nataka kusema hivi. Nchi ambayo haina msingi wa heshima haiwezi ikaendelea, itazambaratika. Na heshima ni kusema hata kama hunipendi, nipatie haki zangu kisheria. Huwezi ukaingilia rais amestaafu, wewe umuone kama si Mkenya, uingilie haki zake na za jamii yake. Shame on you. Kenyans will not tolerate lawlessness na ukosaji wa adabu, kuingilia mali ya wenyewe, kutusi watu kila siku. Iko watu hapo na sitataja majina yao, wasichafue. Nitachafuka mdomo tafadhali. Mutawajua. There are people who are behaving like village bullies. Kazi yao ni kutusi watu kila siku. We are not going to accept to be bullied into silence. You can insult all you want, but we are not going to be cowed down. We shall stand for our rights, and we are going to liberate ourselves and our country, whatever it takes. That is a notice to you. Na kwa jamii yetu ya Wakikuyu, moririkanaga na ngwaria gegesogo. That we have become worse than hyenas. How can you go to attack the property of one of us?
we want you to respect not just the properties of those who belong to our community, but of every Kenyan. Because a nation without the rule of law cannot stand. Mimi naomba, wewe vijana mnapotoshwa, msipotoshwe tena. We shall live in harmony, na hata tukishukisha Zakayo, tutamshukisha in harmony. Aende nyumbani in harmony, na Kenya iendelee in harmony. Sisi si watu wa fujo. Sisi ni watu wa kufuata sheria na amani. Iko kijana yangu mmoja aliongea hapa, na nimemwambia nitamkosoa kidogo. Hata ikiwa ni mtu ametukosea, awe mama awe baba, tusimuingilie kimaumbile, tuingilie vitendo yake. Na hiyo ni kusema sio leo peke yake, kila siku. Hata akiwa ni mama, please stop yourself from issuing any criticism or insult that is gender based. Sababu utakuwa utatusi hata wale tumeketi hapa bila kujua. Kama ni mwanaume pia hatutamuingilia kimaumbile, tutamuingilia kulingana na vitendo yake. Kwa hivyo, long live multipartyism, long live Jubilee, and long live Kenya. Asanteni sana. Asante sana. Thank you so much. Makofi kwa mama, makofi kwa mama. Ili tuweze sasa kuinuka tumukali